Barabara kabisa, habari zenu popote pale mlipo. Zimetimu saa zetu za Afrika Mashariki kutoka Yemen. Kwa nasi hadi mwishoni. Iran yatangaza kuingia katika vita kamili na Marekani. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake sasa iko katika kile alichokita vita kamili dhidi ya Marekani. Mapigano kati ya pande hiyo yakiendelea kushika kasi licha ya juhudi za kidiplomasia za kuyamaliza. Akizungumza na maafisa wa mahakama mjini Tehran, Rais Pezeshkian amesema Iran inapaswa kuwa na mtazamo wa uhalisi na kukabili hatari za vita hivyo. Ameongeza kuwa uwanja muhimu zaidi wa mapambano kwa sasa ni uchumi na maisha ya wananchi, kulingana na taarifa iliyotolewa na ofisi yake. Pezeshkian ameonya kuwa endapo shinikizo la kiuchumi litaongeza hali ya kutoridhika kwa wananchi na hali hiyo ikaenea, linaweza kudhoofisha uungwaji mkono wa wananchi wa serikali. Kauli hiyo inakuja wakati mfumo wa bei nchini Iran umepanda kwa kasi mwezi Juni kutoka na vita kwa kufikia karibu 90% kwa mwaka. Mwisho mwa Disemba, maandamano yaliyoanza kutokana na kupanda kwa gharama za maisha yalibadilika na kwa maandamano makubwa dhidi ya serikali. Mamlaka za Iran zilisema zaidi ya watu 3,000 waliuawa, huku mashirika ya haki za binadamu yaliyo nje ya nchi yakisema idadi ya vifo ilizidi 5,000. Wakati huo huo, Iran imesema imeyalenga maeneo ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan, Kuwait na Syria. Bahrain nayo imesema droni kutoka Iran zililenga mifumo yake ya usafiri wa anga, ingawa shughuli za ndege hazikukatizwa. Marekani yalilenga kudhoofisha uwezo wa Iran kwa kushambulia. Marekani imeendelea na mashambulizi dhidi ya mji mbalimbali ya Iran, ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa Tehran kushambulia meli zinazopita katika mlango wa Hormuz. Rais Donald Trump pia amesema mashambulizi hayo ni kulipiza vifo vya wanajeshi wa Marekani nchini Jordan. Idadi ya wanajeshi wa Marekani waliouawa tangu vita hivyo kwanza sasa imefika 700. Wizara ya afya ya Iran nayo imesema watu 50 wameuawa na zaidi ya 500 kujeruhiwa katika mashambulizi ya hivi karibuni. Wakati mashambulizi ya kila upande yakiendelea, chanzo cha ngazi ya juu nchini Iran kimesema wapatanishi wamependekeza kusitisha kwa mashambulizi kwa siku 10 ili kutoa nafasi ya kufufua mashambulizi ya hivi karibuni. Wakati mashambulizi ya kila upande yakiendelea, chanzo cha ngazi ya juu nchini Iran kimesema wapatanishi wamependekeza kusitishwa kwa mashambulizi kwa siku 10 ili kutoa nafasi ya kufufua makubaliano ya muda kati ya Iran na Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Bagei, amethibitisha kuwa Tehran imepokea mapendekezo kutoka kwa wapatanishi, ingawa hakutoa maelezo kuhusu yaliyomo. Waziri wa mambo ya ndani wa Iran Iskandar Momen anatarajiwa kufanya mazungumzo nchini Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi kati ya Iran na Marekani. Hata hivyo, maafisa wa Pakistan hawakuthibitisha iwapo ziara hiyo inahusiana na juhudi hizo za kupatanisha. Lakini wakati juhudi hizo zikiendelea, hali katika mlango wa Hormuz imezidi kwa tete. Mabaharia walilazimika kuiacha meli iliyoshika moto baada ya kushambulia, huku jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran likisema meli 2 za mafuta zililipuka na kusimamisha zilipojaribu kupita katika mlango huo. Iran imesisitiza kuwa haitaruhusu mlango baharini wa Hormuz kutumiwa na maadui zake kutisha usalama na maslahi yake. Marekani kwa upande wake imetaka maarifa mengine kusaidia kulinda shughuli za kimataifa za usafirishaji wa majini. Wakati huo huo, wasiwa wanaunga mkono na Iran nchini Yemen wametangaza kwanza mara moja mzingiro wa bahari dhidi ya Saudi Arabia kujibu mashambulio dhidi ya uwanja wa ndege wa Sanaa wiki iliyopita. Na katika hatua nyingi, kundi la Hamas limetangaza Khalil al-Hayat kuwa kiongozi wake mpya, akichukua nafasi ya Yahya Sinwar aliyeuawa mwaka 2024. Al-Hayat ambaye amekuwa mpatanishi mkuu wa Hamas katika mazungumzo kusitisha vita Gaza, sasa ataliongoza kundi hilo wakati mvutano katika Mashariki ya Kati ikiendelea. Wauti watangaza mzingiro wa bahari dhidi ya Saudi Arabia. Wauti wa Yemen wametangaza kuwa kutekeleza mzingiro wa baharini dhidi ya Saudi Arabia, wakisema hatua hiyo inaanza kutumika mara moja. Katika taarifa yao, wauti wamesema mzingiro huo unatekelezwa kwa msingi wa sera ya kulipiza kisasi. Msemaji wa kijeshi wa wauti ya Yemen, Yahya Sareh, ameionya Saudi Arabia dhidi ya kuongeza mvutano, akisema wauti wake tayari kwa hatua zote zitakazoweza kujitolea. Mvutano kati ya pande hizo
umeongezeka baada ya Saudi Arabia kuidaiwa kuzuia ndege ya Iran kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa. Mvutano huo umeongezeka baada ya Saudi Arabia kuzuia ndege ya shirika la Mahan Air la Iran kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa mnamo Julai. Ndege ya Mahan Air iliondoka Tehran kuelekea Sanaa, lakini ilirejea Iran saa chache baadaye. Huo ulikuwa safari ya kwanza ya moja kwa moja kati ya Tehran na Sanaa katika kipindi cha miaka 11. Safari hiyo ilifanyika saa chache baada ya kutangaza kusainiwa kwa makubaliano ya usafiri wa anga kati ya mamlaka ya usafiri wa anga ya Yemen na shirika la Mahan Air. Ndege ya pili kutoka Tehran ilitua katika uwanja wa ndege wa Hodeida wiki iliyopita baada ya njia za kutua katika uwanja wa ndege wa Sanaa kuharibiwa kwa mabomu kabla ya kurejea Tehran saa chache baadaye. Serikali ya Yemen yenye makao yake ada inayoungwa mkono na Saudi Arabia imeeleza kwa safari za Mahan Air kwenda Sanaa zinakiuka anga yake. Kwa upande wake, Wahouthi wanaungwa mkono na Iran wanasema mzingiro wa anga dhidi ya Sanaa ni kiume cha sheria. Wahouthi wanajiita Ansar Allah wanadhibiti sehemu kubwa ya magharibi mwa Yemen ikiwemo mji mkuu Sanaa. Bandari muhimu ya Hodeida ni sehemu kubwa ya pwani ya bahari ya Shamu. Serikali inayoungwa mkono na Saudi Arabia inadhibiti mji wa Aden na maeneo mengine ya kusini. Baada ya miaka kadhaa ya vita, Wahouthi na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia walikuwa kusitisha mapigano. Hata hivyo, wote wanasema makubaliano hayo yalivunjwa kufuata shambulio dhidi ya uwanja wa ndege wa Sanaa. Makumi ya wanajeshi wa Marekani wajeruhiwa katika shambulio la Iran Jordan. Afisa mmoja wa Marekani limesema makumi ya wanajeshi wa Marekani walijeruhiwa na helikopta kadhaa kuharibika katika mashambulizi ya Iran dhidi ya kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan. Mashambulizi mengine matatu kama hayo yalitangulia mashambulio la Ijumaa linalosababisha vifo vya wanajeshi watatu wa Marekani. Afisa huyo wa jeshi la Marekani aliyezungumza bila kutajwa jina alisema kamandi kuu ya jeshi la Marekani haikulazimisha kutangaza taarifa kuhusu wanajeshi waliojeruhiwa iwapo walirejea kazini kwa haraka. Kwa mjibu wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani, zaidi ya wanajeshi 400 wa Marekani wamejeruhiwa tangu mapigano kati ya Marekani na Iran yaanze. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran lilitoa taarifa ikiwashukuru wananchi wa Jordan kwa kile lilichodai kuwa ni kutoa taarifa sahihi kuhusu maeneo 20 ya ulinzi yanayotumwa na vikosi vya Marekani. Jeshi la Marekani limefanya kwa mara nyingine mashambulizi ndani ya Iran usiku wa kuamkia leo, kilenga kile serikali mjini Washington imesema kushinikiza kufunguliwa kwa mlango baharini wa Hormuz. Mashambulizi hayo mpya yalifanyika katika siku ya 10 mfululizo, yalifuatia taarifa za kifo cha wanajeshi wengine wa Marekani na ni baada ya Iran kuyalenga pia mataifa washirika wa Washington kwenye eneo la Ghuba. Iran ilivurumisha ya kombora ya masafa na droni kuelekea Kuwait, Jordan na Bahrain, mataifa yaliyo na kambi za jeshi la Marekani. Kamandi ya jeshi la Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati imesema awamu hiyo mpya ya mashambulizi yake imelenga kuzivunja nguvu za kijeshi za Iran inazotumia kuzihangaisha meli za mafuta na mzigo zinazokatisha kwenye mlango baharini wa Hormuz. Iran kwa upande wake imeapa kuwa kwa kadri Marekani inavyoendelea kile Tehran imekitaja kuwa uchokozi, hakuna meli itakayotisha mlango baharini wa Hormuz. Hapo jana, taasisi ya Uingereza inayofuatilia shughuli za usafirishaji baharini imesema meli nyingine ya mafuta imeshambuliwa kwenye uji huo muhimu unayopitisha kiasi asilia 20 ya mafuta yote duniani. Inafuata shambulio jingine kama lililotokea siku ya Jumapili na kuzuisha moto kwenye meli nyingine ya mafuta. Meli hiyo mbili zote zilishambuliwa karibu na pwani ya Oman, eneo ambalo Marekani imekuwa ikizirai meli kulitumia kama njia ya kukatisha mlango baharini wa Hormuz na kuwekwa upande wa Iran. Katika mashambulizi ya Iran ndani ya nchi za Ghuba, Kuwait ilisema mifumo yake ya ulinzi imehangaika kuyadungua makombora ya Iran huko Jordan. Ni hayo tu kwa siku ya leo. Asanteni sana.